Habari za wakati huu. Je, mzazi ana msaada gani au mzazi ana mchango gani katika kuwezesha ujifunzaji wa mtoto? Je, mzazi anashiriki vipi moja kwa moja kwenye mchakato wa ujifunzaji wa mtoto ili mtoto aweze kuwa na matokeo bora au ili mtoto aweze kufanikiwa katika ujifunzaji wake? Kwanza kabisa, wazazi wengi wamekuwa wakiamini kwamba kazi hiyo ya mtoto kufaulu ni kazi ya mwalimu pekee, lakini sio kweli. Na ndiyo maana tuna mazingira ya kijamii katika ufundishaji na ujifunzaji. Mimi leo nimekuja kuwakumbusha wazazi ni mambo gani au wanashiriki vipi katika mchakato mzima wa mtoto kujifunza na mwisho wa siku kumsaidia aweze kufikia malengo yake. Mzazi anashiriki vipi katika mchakato wa mtoto kujifunza? Moja, mzazi anashiriki kwa kushirikiana na walimu. Mzazi unashirikiana vipi na walimu ili kumsaidia mtoto kujifunza? Mzazi unashirikiana na walimu katika kuhudhuria vikao vya shule, katika kuhudhuria mikutano ya elimu na katika kuhudhuria mihadhara mbalimbali ambayo mzazi wakati mwingine unaitwa shuleni kwa ajili ya kujadiliana na walimu kuhusiana na maendeleo ya mtoto wako. Unaposhindwa kwenda kwenye mikutano hii, unaposhindwa kwenda kwenye vikao hivi, maana yake moja kwa moja unazidi kumuumiza mtoto wako, kwa sababu kuna baadhi ya vitu huwezi ukavipata, huwezi ukaelezwa na walimu wake. Kwa hiyo sasa mzazi unashiriki na kumsaidia mtoto katika kujifunza kwake unaposhirikiana vizuri na walimu, hasa katika kuhudhuria vikao vya shule, lakini pia kuhudhuria kwenye mikutano na mihadhara mbalimbali ya kishule. Lakini jambo la pili, kufuatilia maendeleo ya mtoto kitaaluma. Mzazi una wajibu wa kufuatilia maendeleo ya mtoto wako kitaaluma. Mtoto ametoka shule, unatakiwa kuchukua kumuuliza, umejifunza nini? Sivyo? Lakini pia unatakiwa kumuuliza, je, una changamoto gani? Maana yake ni kwamba ukishajua maendeleo yake ya kitaaluma kwa kufuatilia daftari zake, kwa kufuatilia mitihani yake, maana yake una uwezo wa kutoa mrejesho kwa walimu wake. Bwana, mwanangu ana changamoto hii na hii na hii na hii. Mbona haandiki? Mbona hafanyi hivi? Maana yake ni kwamba utawakumbusha walimu sehemu ambazo maybe wanaweza wakawa wamesahau, na hapo utakuwa umeshiriki moja kwa moja kwenye mchakato wa mtoto kujifunza na kuweza kumsaidia. Lakini jambo lingine, kutoa mahitaji maalum ya kujifunza kwa mtoto. Mahitaji maalum ya mtoto kujifunza yanahusisha nini? Yanaweza kahusisha masuala ya vifaa vya kujifunzia, mavazi, lakini pia kutoa ada kwa wakati kwa wale ambao wako private. Unaposhindwa kufanya vile, maana yake unamfanya mtoto anyong'onyee. Chukulia mfano, wenzake darasani wote wana vifaa vya kujifunzia wamenunuliwa, lakini wewe wa kwako hana vifaa vya kujifunzia. Maana yake hataweza kujifunza vizuri kwa sababu atakuwa na kinyongo, lakini pia atakuwa ana huzuni kutokuwa na vile vifaa. Lakini pia umechelewa kulipa ada. Maana yake ni kwamba ile usumbufu wa kusumbuliwa mara kwa mara yule mtoto inaweza kuwa ni changamoto kwake, ikamuathiri kisaikolojia, akajikuta anashindwa kujifunza. Kwa hiyo sasa mzazi unashiriki katika mchakato wa mtoto kujifunza kwa kutoa mahitaji maalum, ikihusisha michango ya shule, vifaa vya kujifunzia kwa mtoto, ada ya shule na vitu vingine vyote ambavyo utahitajika kuvifanya. Lakini jambo lingine, kumtia moyo na kumhamasisha mtoto kusoma. Kumtia moyo na kumhamasisha mtoto kusoma. Kuna baadhi ya wazazi, mtoto akitoka shule ni kama yupo tu, hamtii moyo. Kuna baadhi ya watoto wanapitia changamoto kwenye kujifunza masomo fulani, unakuta labda mtoto hesabu inamchenga, sayansi inamchenga, au baadhi ya masomo yanamchenga. Maana yake ni kwamba unachotakiwa kufanya wewe mzazi ni kumtia moyo, kumpa hamasa,
kumpa motisha ili aweze kustahimili kwenye masomo yale, aweze kunyenyuka na kuendelea. Anaweza akakusikiliza zaidi wewe kwa sababu ni mzazi wake, na hapo utakuwa umeshiriki moja kwa moja kwenye mchakato wa mtoto kuweza kujifunza. Lakini jambo lingine, kumfundisha maadili na nidhamu. Jamani, swala la maadili na nidhamu sio la mwalimu pekee. Kama mwalimu atamfundisha kusalimia, alafu akifika nyumbani wewe mtoto humkazii kusalimia, maana yake anaweza kukuheshimu zaidi wewe kuliko mwalimu. Kwa sababu gani? Anaona kama baba yangu hanikazanii hiki kitu, yule mwalimu ananikazania kivipi, anahusika vipi na familia yetu. Kwa maana yake kwamba unaweza ukawa unazidi kumdidimiza. Na ufaulu wa kitaaluma au mafanikio yoyote yanahusisha maadili bora na nidhamu nzuri kwa mtoto. Kwa maana ni kwamba mshauri mtoto wako, mfundishe mtoto wako maadili, mfundishe mtoto wako nidhamu, ili sasa uweze kuendana na walimu. Kama walimu wamemkataza hiki, basi na wewe wekea mkazo kumkataza hicho kitu, na hapo utakuwa umeshiriki moja kwa moja kwenye mchakato wa mtoto kuweza kujifunza kwake. Hivyo basi, kwa sasa wazazi tukubali au tuchukue jukumu hili kwamba na nyinyi ni moja ya pati ya mchakato mzima wa watoto kujifunza, na hii pati msiwachie tu walimu, manake tunategemeana, mwalimu na mzazi wanategemeana ili kuweza kuboresha nini? Ili kuweza kuboresha mafanikio na ujifunzaji wa mtoto. Asanteni sana. Naitwa Mr. Raphael.